vibaya sana. Gari 3 nyanya. Nafikiri labda watairusha tu baadaye. Hivi baby unanipenda kweli? Sikuweka hadi mpaka ndoa. Heshima. Ni heshima au ni uoga? Ina maana mimi ni siku zote ambazo nakaa na wewe hakuna hata siku ambayo nimekushawishi wewe. Au mimi ni mbaya? Hapana. Usiwe na haraka. Hi, welcome to my studio. Karibu studio kwangu. Leo tunakwenda kuangalia behind the scene ya Three Bodies ambayo ni short film ambayo tulitengeneza mwaka jana, na tunakwenda kupitia mambo mbalimbali ambayo tulipitia katika kutengeneza filamu hii. Kwanza tukianza na the idea yenyewe ya Three Bodies, ni kabla sijafika mbele kwenye idea, tuanze labda na safari yetu hii ya kutengeneza filamu ilianzia vipi. Baada ya kuunda hii Wakushi Republic Production au Wakushi Originals, tulikuwa tunafanya short za comedy chache ambazo zipo kwenye channel yetu ya YouTube, lakini baadaye tukasema kwa nini tusifanye kidogo short ambayo imekamilika, tufanye kama ka filamu kidogo. Kwa tukaamua kubaliana kwamba tufanye hii short film, na mimi wakawa wamenikabidhi kwenye jukumu la kutengeneza script. Kwa hiyo mimi ndo nikawa nahusika katika kutengeneza ile script. Kwa hiyo ile script sasa, idea ya script jinsi nilivyoipata ni kwamba nilikuwa nataka, unajua hakuna kitu kigumu kama kutengeneza hadithi au story iwe na mwanzo, katikati na mwisho, huku ikiwa ina mwendelezo mzuri. Yaani unajua ndani ya dakika 30 maki tukikubaliana tufanye ndani ya dakika 30 story iwe dakika 30. Ndani ya dakika 30 kutafuta story ambayo iwe na mwanzo, katikati na mwisho, mtu aelewe kidogo, ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nilikuja nacho katika idea ambayo iliniingia ni kwamba nipunguze idadi ya characters. Kwa hiyo nikasema okay, katika hii short tufanye short ya character wawili. Kwa mwanzo nilikuja na idea ya character wawili, lakini kila nilipokuwa nikidrafting story ilikuwa haikai, sababu nikasema kitu ambacho kinatakiwa kiwe kidogo kimguse mtu, kiwe strong. Kwa hiyo wale watu wawili nikaona haitoshi, ikabidi niongeze drama. Sababu niongeze drama kidogo, nikasema ngoja tufanye watu watatu. Na katika watu watatu sasa, ili iwe drama nzuri iweje? Kwa hiyo nikafikiria mimi, of course story rahisi kutengeneza haraka ni ya mapenzi. Kwa hiyo nikasema mapenzi kidogo yanagusa watu, yanagusa jamii. Kwa hiyo tukatengeneza story ambayo wale watu wawili hebu wawe watu ambao wanakaribia kufunga ndoa, alafu wakutane na msala siku moja kabla ya ndoa. Kwa hiyo ndo idea ikaja, ndo ikafikiria kumuongeza mtu mwingine huyo watatu, kwamba huyu mtu watatu ndo kasababisha wale wamegombana na nini.
Kwa hiyo ndivyo story jinsi nilivyo idea nilivyokuja nayo. Kwa hiyo tukaenda nika draft nikaiandika. Kwa hiyo tukawaita wakushi wenzangu wakaja, tukakutana, tukai-analyze story. Nakumbuka ilikuwa ni session ya muda mrefu kidogo kwenye ku-analyze story. Tuli-analyze karibia siku nzima. Small informations regarding this project. Mzigo utaenda kuwa moto kinoma noma. Mzigo utaenda kuwa moto kinoma noma. So get prepared. Kama unavyotuona hii ni sehemu ya cast ambao watashiriki kwenye huo mzigo. 3 bodies. Mzigo unaelezea vitu vingi zaidi ndani yake. Kasa nini? Na visa, mikasa, usaliti na vitu kama hivyo. Umeona bana. Lakini pia umegusa mambo nyingi katika sekta mbalimbali kwenye maisha. Umeelezea mahusiano kwa ujumla kwa kiasi fulani. Unajua mahusiano kwenye swala zima la mahusiano, ni swala la kuvumiliana, mahusiano, swala la kufichiana siri kwenye mahusiano na vitu kibao. Kwa hizo vitu utakuja kuvivuta huko ndani ya 3 bodies. Ni short film lakini nakuhakikishia hautapoteza muda wako kuitazama. Itakufundisha, itakuburudisha at the same time. Tunachokihitaji ni support yenu, mtupokee. Tuna vingi vinakuja, lakini tumeamua kuanza na hiki kwanza. Kwa hiyo asanteni sana. We love. Fikiria ni story dakika 30 lakini analysis yake ilikuwa muda mrefu. Bahati nzuri tulikuwa tumepata na moja ya ma-actor ambaye tulikuwa tunatarajia ambao watafanya hiyo hadithi. Tukafanyia analysis ile story, tukaiona, tukaanizoi, tukaulizana maswali pale like hawa watu inawezekana vipi kwa wagombane tu out of nowhere mpaka kufikia hatua ya kuchomana visu. Ni situation of course tuli analysis muda mrefu sana. Mtanguliza Afrika mbele, shikilia nyuma na sasa. Basi nimejijinga. Tafsiri yake kutoka tungo. Kile kitu ambacho alimstari nacho ina maana alikichomoa. Akaenda kumfungulia nacho. Alikichomoa alikiacha pale chini. Yaani alipomchoma yeye aliondoka. Yule alikichomoa mwenyewe. Kwa nini sawa? Karisma alitumia kisu gani kumchomea? Alivorudi yule sikakichomoa. Akakichomoa. Kumbuka kaenda ukutani. Kumbuka Karisma anatoka na Afrika chumbani kwa alikofiwa. Afrika mbele, Karisma. Sawa. Baada ya hatua mbili, Karisma inasikika Karisma mstaba. So baada ya hatua mbili alienda akaenda mlangoni, sema wangu umefungwa. Kwa kana kuongoza kufungua. Upi sasa? Wa kutoka nje kabisa. So umekuta yani wamekuja umemkuta mshikaji ajisogeza kalala kwenye jamii pale ukutani. Maana kisu kakichomoa sauti ya somewhere in the all the time Afrika anaangalia na mlango. Karisma anachukua kisu kota amchutika nacho. Sasa she stabs Africa again. Then then chomeka kachomoa. Yes. Anachomeka tena. Yes. Ndio, yani then slowly slowly remove her wig. Slowly remove her wig. Kwa hiyo maana yake amevaa wig. Kwa hiyo tafsiri yake kwa hiyo kwanza anatakiwa awe na nywele fulani hivi ilokaa mbili hivi ambayo yani ziko ovyo, unajua ile. Hata mle ndani kipindi anaingia, yani kipindi ya Afrika anaingia, sura amefungwa ameinama, kwa zile nywele zimemfunika. Kwa hata aliponyanyuka, yani sura yake haionekani yote, ni kwamba imefungwa na nywele. Lakini anatakiwa acheze, ili acheze tumuone. Ndio, atacheza kumuona, ndio maana hapa analitoa ile dramatic. Tumeona sasa. Now it's me. Kwamba ni nini? Kwa sababu wale in short ni kwamba Afrika hamkumbuki
Karisma. Kwa sasa maana yake yeye anajua ni mtu mwingine kabisa. Maana yake Afrika anatakiwa acheze sana. Sababu gani? Kwa sababu mpaka hapa bado Karisma hajaanza kucheza. Inasikika tu sauti yake. Yes, hajaonekana yule ambaye tunataka. Kwa hapa ambaye atakuwa anaonekana sana ni Afrika. Yeah. Tension ya kwanza yani ya Karisma ni baada ya kile kitu. Baada ya kile kitu ndo anakuja sasa Karisma sasa mwenyewe sasa. Kwa baada ya kumchoma alafu anapiga ile dialogues, anachomoa. Yaani akishamchoma ile mara ya kwanza alafu anapiga dialogue. Kipindi anaongea yani inakuwa very powerful, tunamwangalia yule aliyechomoa kisu. Alafu ndo tunamreveal kwamba ni yeye amechoma. Kipindi tunamreveal ndo anatoa lile mingi sasa. Unajua ile power? Unajua kumbe ni fulani. Ikiwa inaonyesha sasa nini? Revealing her burn scar, one side of her face. Kwa sababu hapa mtu wangu ameweka kuenda kuuana naye. Akishatoa ile mbili. Sasa kwamba hii wewe pia umenisaliti. Hii shot ipigwe isikike sauti. Wewe pia umenisaliti na sikika sauti ya kusanya shot ya huyu. Itambulie na master shot yangu. Itambulie nisipigwe shot mimi naongea wewe pia umenisaliti. Ni noge. Sikike sauti afu hii sauti imetoka wapi wakati tushaamini yule ametifa? Wewe tukashakufa sauti imetoka wapi? Pigwe shot ya huyu amechinja. Kumzia mwisho ndo akasema kuna ndo alisema wewe pia umedini. Lakini kuna sehemu hapo naona kama Ugino amepiga goti wakati anamchinja. Salinyanyuka. Tafsiri yake anaonekana. Ataonekana lakini baada ya kufanya kile kitendo. Baada ya kufanya kitendo. Sawa. Hiyo nimeelewa vizuri kwa sababu baada ya unaonyesha vifani kwamba watu wana expect innocent kashapiga kama shukufu. Sana naye kabisa. Kwa sasa ukishapigwa ile wewe pia umemsaliti. Ni sauti ambayo inatisha tena watu wewe. Afanya pigwa atashinda ile. Wewe hiyo senti mwanangu hiyo. Kali sana. Ni sauti ambayo inatisha tena watu. Mtu anayetazama kwa zile kuna nini kwamba hiki nini yani anaviwili maumivu. Afu wakati ameshikilia koo kwenye yale maumivu na without expectation. Yani upuzi bado hajafa. Unajua kuna zile maana bado ndo hayo kuna ile jicho ambalo anageuka nalo anageuka kusana. Naweza kumkuta mwamba ile na anasikia na maagizo ile namna hiyo. Yes, ndio inapokuwa hivyo. Hayo anaanguka wewe. Nafikiri ile. Ndio tunaicheza Hayo unakatujua tu kwanza leo. Lakini kuisoma nakajaribu nicheze bila kuishika. Hapo nakajaribu kucheza na kujua mimi naangalia. Tunataka kwanza yani uipate ile. Kwa sababu kikubwa script sio kwamba ile main kwamba basic tunahitaji main kwamba sio ile basic. Ndio maana mimi kuna vitendo vingine nilikuwa naviweka vipi kwa hiyo. Naangalia ile mtandao. Lazima tutakutana. Kwa hiyo unashika zile plot nyingine chini. Yes. Na mimi nataka nini nizungumze kwamba hii dialogue yako hii ndio ninachotakiwa hapa ujue wewe unachokizungumza pale nini yani point muhimu sana kisha unasema yes. Kwa hapa point muhimu ni kwamba sasa wewe unamuelezea kwanza mimi so kama wewe ulibonga mimi sio mole sio bora sio na hiyo ndo dialogue iko kwa nilikuwa kimonge, nilikuwa sieleweki, nilikuwa kituko cha shule. Mmenye haki mkanifanya hivi, mkanifanya hivi. Sawa. Na sijafanya hivi kuna unajua vipi mzuri yake ni kwamba unafahamu huko kilichoandikwa. Kwa sababu unajua mtu kuna watu wanachukua sikiza inaona nyumbani kusoma maandishi yale ni mengi. Wanapenda kusoma wote. Kusoma wote kishaelewa. Kabisa naifanya sasa ile artist. Unaweza kuongezea ulipata wapi simu ya kuwasiliana na Afrika? swali la msingi. Nyinyi mmekaa na muda siku zote iwanzi hivi mtu alipa wapi? Nilikuwa nawasiliana na yeye. Nilikuwa nawaza sana lakini nikafikiria anaweza kumuibia mshikaji au mshikaji alisahau simu ndogo.
lakini ni simu ndogo. Ili hawezi kuwa ametumia kwa amefungwa. Sababu mawasiliano yake makubwa lakini kama ni simu ndogo amempigaje picha. Sasa Fanya simu ya kawaida. inabidi hivyo. Kama ni itabidi simu aje ndio Kenya. Aje iongea kwenye dialogue akiwa anamuelezea. Ya, ndio hiyo inabidi ingie hapo. Nilifaulu kutumia message au kuwasiliana na wewe baada ya kumwingilia simu. Unaona? Baada ya kumwingilia simu Katika moja hizo siku zake usiku, mjanga alikuwa amelewa, nikafanikiwa kumwingilia simu, ndio ambayo nilitumia kuwasiliana na wewe ili kukwepa haya maswali kwenye interview. Ni maswali sio mengi. Simu ile nani kanisema amefungwa kwa amefungwa, lakini kama amefungwa yeye asifungwa ndio manashika kwa anakuwa register. kwa nini useme kwa Amerika? Kile chumba kina matakataka mengi kwa sababu ni tasiri. Kuna samu ya mwana. Labda kuna hivyo. Sababu ile mwana anafanyia vitendo vya ajabu. Ajabu kila akija anamzungua na yeye bana hivi ana move. Kwa hiyo unaweza kuiongezea una. Mimi na suggest hapo simu ingia. Ndio swali biki hapo. Au na mimi nijibike. Ndio kipande cha hiyo simu. Nauliza. Lakini kwa nini kasema kama alikuwa na simu asitoe taarifa kwa polisi na alikuwa na tesa? Maana alikuwa ananitika na hali mateso. Jamani mstrate. Alishafanya. Alishajaribu kwa polisi. Tafsiri yake ni wenzie kwa sababu anauza viungo vya binadamu, nafikiri mkono wake ni mfupi. Tafsiri yake iko anatakiwa kishow kabisa. Sema wanaonyesha kwamba jamaa is very powerful. Kwamba nilijaribu kufanya hiki lakini sikufanikiwa kwa sababu alikuwa na nguvu kubwa ya kiserikali na nini. Kwa hata nilipojaribu mara kadhaa na alimsumbua, yani alirudi kujua kama amepiga simu polisi. Sana. Alinisumbua. Swali lingine. Sana. Ndio alimchoma na pasi. Innocent sana. Innocent baada ya kugundua Karisma amewasiliana na polisi. Tafsiri yake watu iondoe. Nishakuelewa. Tafsiri yake anajua yule anasema. Iondoe. Tafsiri yake anasema kwa nini hawasiliana na polisi? Hiyo ukiuliza na kwa nini wasiliana na polisi, akili yake ya kwanza imeanza wasiliana na yule pale. Ndio namba ilikuwa ili amtoe mjangani. Kwa mawasiliano na Afrika. Alimwambia yuko ndani. Mama. Ndio kwa nini yeye yule mtu ana mambo mengi kichwani na mdau wote ana plan ile nje. Kwa kwake kutoka sio option. Option yake ile inaonyesha yule bwana. Mandaye. Kwa hiyo kumtafuta Afrika haikuwa option kwa ajili ya mtoe. No. Na ndio maana kama alikuwa anahitaji kumtoa siku zote sangemwambia. Hiyo plan yake ilikuwa ni kufanya revenge. Na kwa maelezo alikuwa amekaa, manake ndani yake kama muda mrefu, kwa hiyo anajua movement za wale, anajua yani akajua wana react vipi Afrika, mpaka ameamua kuelekeza Afrika what kama anajua react vipi, wakisha react yeye achukue hiyo opportunity. Kwa lazima umkate yule jamaa fulani. Of course kumchoma kisu kwake ilikuwa ni advantage zaidi. Yani kumkuta hilo setamito kwa kusema wake ndio advantage. Lakini yeye ilikuwa plan yake nzuri. Ndio maana alikuwa hataki kutoka. Sababu alishakuwa na hasira muda mrefu sana. Okay sana toka naenda. Ndio. Kwa hiyo ali-orchestrate ile kitu yote ili aje afanye revenge yake. Kwa akajua kabisa nikimweleza huyu atapanic. Kisha panic atazinguana na yule mwana. Kwa nikimwambia nimo ndani, maana obvious atakuja direct atafunga.
unyayo. Yes, ndio sababu. Sinaelewa. Hata kutulamba unyayo. Kama mmoja mzungumza Hispania, Usilikuwa kama mweki wacha. Janza nao na ikono tukumbelewa tunafanya. Hapana, lakini wewe umeichakaza. Muda wote una hiyo script unatumia nini? Ndio hiyo kitu tunasemaga. Mtu unachukua script unaona nyumbani unalala. Nini unasikiliza leo? Hata kama script wewe, absorbe na kuna nini mbele. Hamna. Sasa mimi ndio nataka kuna mtu sasa hivi. Kwa sababu mimi nimeshangaa ni gani wewe kwani mtu anataka kuoa uko naye kabisa ni hivi atakucha. Atakucha. Basi ile nusu la kuedit. Inacho ni kuma sana sababu baadaye tunapiga nada kuelezea watazamaji ambao walikuwa wanaangana na kama unapojua hapo sense data yani lakini sasa mimi bado nadhani mmefanya obvious sana. Like obvious. Obvious kivipi mzigo wako kwa open? Open. Huyu amejiongeza sana. Wewe ndash kajiongeza. Sasa niongeze kwa sababu hapa wewe uwe sana ile siku kwa Paris. Tuna wiki mbili. Sasa bora ndio kujua. kama mnanishani. Hapa. Nakufiki, yani leo sipiki na maana sitaka ndio maana nikasema kwa mimi unajua kwa nini? Yule mtaki. Kwa sababu sisi wewe unajua sisi tumekuwa tunaisoma kikosi. Kama okay hapa okay sasa. Nilikuwa najua. Mimi sana najua siku zote. Unajua? Yani we're surprised. Endelea kuwa surprised. Wewe unafikiri kwa nini yule charisma ana hasira sana? Okay. Anachoma mgongoni. ndio kuchongamba 3 2 1 action. Nikategemea wewe utakuwa kipenzi changu cha kuangalia maisha yangu yote. Lakini mbona sio nilitegemea? Afrika, wewe ndio ulikuwa chanzo cha haya yote. Wewe ndio unasababisha mpenzi wangu anifanyie haya yote. Sasa leo narudisha heshima yangu yote. Innocent. Leo ndio umefika mwisho wako. Then baada ya kuitani tuka arrange tarehe na siku ya kwenda kuishoot. Kwa hiyo tuka arrange ile process yenyewe sasa ya kushoot, tukawa tumeshajua ni lini tutaifanya. Sasa baada ya kuarrange, unajua haya mambo ya kutengeneza filamu kidogo kunatokeaga vitu vingi. Kwa hiyo kuna siku nakumbuka siku ambayo ndo kama ilikuwa siku moja kabla ya kushoot, tukawa tumewasiliana na wenzangu, tukaangalia wale maakta ambao tulikuwa tumeplan kufanya nao kazi. Kwa hiyo kuna akta mmoja ambaye tulikuwa acheze kwenye ile sehemu ya Afrika. Yeye alikuwa tunatarajia atoke kutoka Morogoro.
Lakini sasa kilichotokea ni kwamba akakutana na changamoto kwa kuweza kufika. Na tukumbuka hiyo sasa ni ndani ya masaa 24 tunamsubiri actress afike, lakini ikashindikana. Kwa hiyo ikabidi tu improvise usiku ule. Tukampigia huyu actress mwingine ambaye ndo alikuwa anacheza ile sehemu ya Charisma. Yeye tukapigia simu tukamwambia kama anaweza kupata mtu ambaye atakuwa yuko vizuri kuendana na story yetu, kwa sababu na story alikuwa anajua tu, tayari script alikuwa nayo. Kwa hiyo akamtafuta mtu mwingine ambaye kiukweli ilikuwa short notice. Kwa hiyo ikabidi tumtafute usiku ule tukampata. Kesho yake na mwendo alikuwa siku ya kushoot. Siku ile nakumbuka ni siku ambayo kwa sababu shot tulikuwa tunaifanya nyumbani kwangu, kwa hiyo ilibidi kwanza familia yote niitoe. Nikaitoa ikaenda sehemu nyingine, ikaenda kwa bibi ya watoto wao. Wameenda kule kwa siku nzima, nilikuwa nyumbani yani nyumba ilikuwa ni ya kwangu. Kwa hiyo baada ya pale kwa nikaamka asubuhi, nilikuwa tayari jana ile usiku nilikuwa nimeshafanya maandalizi ya mambo ya chakula na vinywaji. Unajua tena katika tasnia lazima unatekea, ukiwa kama director lazima utekea wale macast na crew ambao unakuja kufanya na kazi. Kwa hiyo tumeshaandaa. Kwa hiyo asubuhi ile nikaenda kumalizia kununua baadhi ya vitu tayari, na mkushi mwenzangu alikuwa ameshafika Vasco. Kwa hiyo akaja na yeye tayari, alikuja na cameraman, alikuja na mtu wa light na sound, kwa alikuwa ameshakuja nao. Kwa hiyo alifika mapema nafikiri kwa sababu tulikuwa tumepanga tuanze kushoot kuanzia saa 2 asubuhi. Kwa hiyo by saa 2 asubuhi tayari walikuwa wameshafika. Sasa kasheshe ikawa yule actress mwingine Charisma aliwahi kufika. Sasa huyu mwingine ikawa changamoto kidogo, kwa sababu alikutana na changamoto barabarani. Unajua Dar es Salaam yetu. Kwa hiyo alikutana na ile changamoto, akachelewa. Alifika kwenye kama saa 4 saa 5. Lakini still alipofika tukaanza kushoot moja kwa moja. Tulikutana na changamoto nyingine. Changamoto nyingine ambayo tulikutana nayo ni kwamba costume ambazo tuliziplan kufanya kwenye ile shot, costume hatukuwa nazo kwa wakati ule. Kwa costume kuna mtu mwingine ambaye tulikuwa tumezungumza naye, mmoja ya wakushi wetu ambaye kidogo alipata changamoto ya kuweza kufika. Kwa hivyo yeye sasa ndo alikuwa in charge wa costume, na actor mwingine wa kiume ambaye ndo alikuwa acheze kama Innocent. Kwa hiyo mpaka kufika hiyo saa 4 hatukuwa na kitu, kwa kabisa tena tu improvise, tuanze kufikiria tena tunafanyaje. Maana ndugu yetu naye tulikuwa kwa changamoto alikuwa ameipata, kila tukimpigia simu tulikuwa tumpate. Kwa hiyo tuka improvise, ikabidi tuingie Instagram tukatafuta duka ambalo tunaweza tukapata costume ya haraka ya kuweza kumfiti, maana ni actor mwingine, actress mwingine. Yule mwingine at least alikuja na costume yake ilikuwa sawa. Kwa hiyo tukatafuta yule actress, ikabidi tumtume yeye mwenyewe aende dukani yeye mwenyewe ili aweze kupata nguo ambayo itamfiti ya test moja kwa moja. Kwa hiyo akaenda dukani kule, kumbuka alienda mpaka Mbezi, akachukua nguo akarudi. Kwa kweli katika moja ya watu ambao nilifurahi kufanya nao kazi pamoja na huyo actress, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alijitoa. Kwa imagine story alisikia usiku tu, lakini alijitoa 100%. Kwa alikimbia mpaka Mbezi, akaenda akavaa, akanunua ile costume akaja nayo. Kwa hiyo kushoot rasmi tulianza by saa 8. Kwa sababu alipofika yule kwenye saa 6 tukabisa tuanze kutengeneza set. Kwa tukatengeneza set yetu ya kwanza, ile ya kule chumbani ambayo ya Charisma ambayo alikuwa amefungiwa. Kwa tukabidi tutengeneze ile set itakavyokuwa, then tukashoot shots za kule chumbani, kwaja tukashoot tena shots za sebuleni. Kwa hiyo sasa hapo tukawa tunatembea, na kwa sababu yule actress alikuwa bado hajai master story wala ni story ameisoma hapo. Kwa hiyo kwa anaelekezwa shot moja, ni hivi na hivi, tena anaigiza hivyo anaigiza. Kiukweli kuna talents duniani. She is very very talented. So basi tukashoot hizo shots za kwanza za sebuleni.
Na kumbuka sasa story yetu ilikuwa ni shot ya inatakiwa onyeshe ni usiku, lakini bado tuko tunahitaji na sisi sasa tujue tuko location saa mchana. Kwa hiyo set ilikuwa lazima tuibadilishe ili iwe ni ya usiku. Kwa hiyo tumefanya tunamshukuru Mungu by saa 11 na of course tulikuwa pia tuna makeup. Kulikuwa kuna mtu wa makeup naye pia alitakiwa aje, lakini na yeye sasa yule dada ni mimi ambaye nilikuwa nimezungumza naye, mimi nilikuwa ni in charge wa makeup. Nilizungumza naye, ni mtu mzuri wa makeup, lakini siku hiyo na yeye pia akapata changamoto na mume wake, I don't know, kwa kutokea tatizo hakuweza kufika naye kwa wakati. Kwa hiyo ikabidi sasa, na of course yeye tulijua kama wiki moja nyuma kabla ya kushoot. Kwa hiyo tulivyojua kwamba huyu hataweza kufika, maki alituambia jamani, mimi sitaweza. Kwa hiyo kutafuta sasa mtu mwingine wa makeup, hii kidogo ilikuwa changamoto. Kwa hiyo what we decided ni kwamba kwa nini tusiingie wenyewe mzigoni. Wao tuko katika kufanya majaribio ya SFX makeup. Kwa hiyo tukaingia yenye mzigoni, tukazunguka kwenye internet, tukaingia YouTube, tukaangalia namna ya kufanya makeup ambazo kwa tunazihitaji. Na namshukuru Mungu mkushi tulifika naye, tukakaa, tukajifunza naye YouTube, tukafanya examples. Tukaona kabisa yani kwa shot yetu ambayo tunaitaka, short film yetu, hizi makeup tunaweza kuzifanya wenyewe. Kwa hiyo kwa sababu tulivutiwa kwa kweli na ile results ambayo tulikuja nayo baada ya kufanya majaribio. First stage. Mtatuambia nini sasa? Blood makeup. Yes. Kasa. Unajua unafeel ile unafeel tu. Wewe umesema wewe. Ndio kwa nini? Kwa hiyo siku ya kushoot haikuwa na shida, kwa sababu tulikuwa tumeshafanya majaribio tayari, tulikuwa tumetengeneza sehemu yetu kwa ajili ya kufanya makeup, tukamfanyia makeup ambao walikuwa wanatujua makeup. Tukaja hivyo dakika za mwisho. Ndio leo. Akaanza mimi. Wala hujataka simu moja nini? Ndio maabara. Sasa wewe manake nenda kabadilike kabisa. Kwa hiyo by saa 12 jioni tayari shots nyingi tulikuwa tumezimaliza, na of course baadhi ya shots hatukuweza kuzishuti zingine kwa sababu tulikuwa tuko kwenye rush, muda ulikuwa ni mchache. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingine hatukuweza kuvishuti, tukoja kushtuka ni baadaye tayari kwenye script tumeshanani. Lakini basi tulivyomaliza kabidi sasa waondoke wale maakta waende majumbani kwao, na yule mpiga picha akasema okay, sababu mimi by then nilikuwa sikuwa na vifaa kwa ajili ya kufanya editing. Kwa hiyo na by the way pia tulikuwa tumepanga kwamba tupate ladha ya mtu mwingine, tupate kabisa editor ambaye tayari ameshafanya shoots. Kwa hiyo akaondoka na yule mpiga picha wetu, ndo akaenda kuifanyia editing. Kwa nini unataka kufungua hicho? Ajabu naye chumba kikaa zawadi ando.
Kwa hiyo ulipanga baada ya ndoa ndio nione. Surprise. Na karisma. Unaenda wapi? Kwa hiyo tukaanza sasa kuifanyia editing. Tukaenda sasa tukagundua kwamba kuna baadhi ya shots ambazo zina miss. Kwa mfano establishing shot ile ya kufungua ina maana inaonyesha mji Dar es Salaam hatakuwa nayo, kwa ikabidi sasa niingie tena mzigoni na kwanza kuitengeneza shot ya Dar es Salaam, kwa sababu nilikuwa nahitajika shot yenye mvua. Kwa hiyo nikabidi ni tweak nifanye mambo fulani hapo, na bahati nzuri nilikuwa sina kompyuta, kwa hiyo kila kitu nilifanya kwa kutumia simu. Kwa hiyo niliingia tu kwenye online nikatafuta picha nzuri ya Dar es Salaam, then nikaianimate inaonekana kama ni drone shot ambayo ina move, then nikaongeza mvua kwenye effects, kwenye CapCut nilitumia. Basi shot ikatana out vizuri. Kwa hiyo nikamtumia Jerry ambaye ndo alikuwa ndo mpiga picha wetu na ndo editor wetu. Kwa hiyo tukamtumia, akaenda akafanya editing. Kwenye sound compositing tukaenda kwa kuna studio moja ipo kule karibu na Mbezi, kwa Bada. Kwa tukaenda kwa Bada tukarekodi zile sound track za mwanzo. Three bodies coming soon. Stay tuned, yeah. Yo guys, listen up. You know, we have been telling you, so many days now. It's the movie's around the corner. Stay tuned. This week is
gonna coming out. We are here to the sound engineering. Sound tracks. We are making sound tracks of the big move. That's as you know, we always keep it. Yeah. We always keep it happen. Yeah. Hey, brother. Kaifanya ikatengenezwa ikatoka ile ya kwanza. Mimi nika sasa in charge tu kutengeneza trailers, kwa sababu nilikuwa nina zile shots nilizichukua nilikuwa nazo kwenye simu. Kwa nika natengeneza tu trailer kutumia CapCut, na of course sikuwa na nani sana, kwa sababu nilikuwa eager hii shot itoke, lakini kwa hiyo nika natengeneza trailer teasers kwa ajili ya kupost kwenye social medias na nini. Kwa hiyo at the end of the day tukai-release ile cut ya kwanza ambayo alifanya director. Tulivyo-release alifanya editor yote. Tukai-release, response yake ilikuwa nzuri kidogo, japo sio sana kwa sababu ndio tunaanza na nini, lakini at least ilipata viewers karibia 2000. Karibia 2000 katika first 2 weeks. Tukaona okay, kumbe ni nzuri, tunaweza tukafanya jambo lingine. Basi baada ya muda mimi ndo tukafanikiwa baada ya kununua baadhi ya vifaa vya kwangu mwenyewe. Kanunua my computer ambayo kidogo ilikuwa ina uwezo wa kufanya editing vizuri. Kwa hiyo niliponunua nikasema kwa nini sirejelee hii shot yetu ambayo tulifanya, kwa sababu ilikuwa ni nzuri, lakini watu wengi ambao walikuwa wameiangalia walikuwa wananipa feedback kwamba kuna baadhi ya makosa hapa na pale na nini, continuity kidogo ya story ilikuwa haijakaa vizuri, na bado mimi naona kuna room ya kwenda kuimprove more. Kwa hiyo nikaichukua sasa, nikabidi nifanye director's cut ambayo ndio Filaments cut. Sasa kwa hiyo ndo nikaifanya upya na nikatengeneza soundtrack zingine, na pia kuna baadhi ya vitu nikaipunguza, yani nikatengeneza sasa katika ukitazama sasa nani hii Filaments cut utagundua sasa the difference kutoka kwenye ile ya kwanza na hii. Kidogo iko more story yake ina continuity nzuri na nini, na pia hata sound track zake zimetulia, kwa hiyo nika balance vizuri, na of course ime turn out amazing. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kwa shot yetu ya kwanza imeenda vizuri. Na reaction kwa kweli, kwa watu wengi wamevutiwa, kwa sababu ni kitu ambacho tumeanza taratibu, tumeanza na tulicho nacho tukasogea. Kwa hiyo reaction ya watu wengi, japo watu wengi wanalalamika kwamba kuna baadhi ya shots zimekuwa na giza sana, lakini kuna vitu vingine pia ambavyo pia ni vizuri wamesifia, kama makeup ilikuwa nzuri, ilikuwa okay. Tukizungumzia sound pia wamesema watu wengi reaction yao ni kwamba sound ni nzuri, watu inasikika, maneno yanasikika vizuri. Kwa hiyo kwa filmmakers ambao tunaanza, kwa kweli sisi kwetu ni faraja. Na pia baadhi ya changamoto ambazo tulikutana nazo ndio kama hizo, baadhi ya tunajua changamoto za kibinadamu, mtu anaweza asitokee katika siku ya kushoot na nini, lakini tunamshukuru Mungu shot ile ilienda vizuri, 3 bodies. Na ukipata nafasi unaweza kutembelea pale YouTube ukaitazama na ukatoa reaction yako kwenye comments, itatusaidia zaidi kuimprove zaidi na kutengeneza content nyingi zaidi. Na kitu gani kinachofuata hivi sasa? Tunakwenda kutengeneza movie yetu sasa nyingine, lakini hii tunataka tuifanye kama ni short web series ambayo inaweza ikawa na episode kama 10. Kidogo hii tunaenda deep zaidi, kutoka pale tuna improve kutoka pale tulipoishia kwenye 3 bodies na kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo 3 body
Hii nyingine na yenyewe itaitwa inaenda kuitwa Jicho la Tatu, ambayo tumeshatengeneza katiza kaki kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaiona na yenyewe katika mitandao yetu ya kijamii. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata content nyingi nzuri zaidi, na usisahau kutusupport katika social media zetu. Until next time, ciao.